milioni 11,226,300 ngapi. Hii ilikuwa ni Oktoba 2. Mimi nilimtumia hii hapa, ilikuwa imetoka kwenye mitandao ya kijamii. Umeona ilikuwa imetoka huku, huyu aliandika anadai, huyu aliandika hapa anadai, vijana waka screenshot wakanirushia. Nikamtumia, nilipomtumia akaniandikia hii hapa. Akaniambia nitakupigia, mimi nafikiri sikuandika. Nikasema hapo kwenye page yangu, nikasema hoja hapo walipeni watakuchafua. Nilimwambia. Akaniambia nakupigia na akapiga simu sikupokea. Nikamwambia maneno yangu utayakumbuka. Hawa unao wadai hela watakuchafua na wewe ni mfanyabiashara. Nilikuwa nitafuta hii message wapi nilikuwa nimeiandika. Sasa kama toka kipindi hicho milioni 11 sasa hivi itakuwa imezidi. Ndio? No. Yaani hii the following budget hapana, hii ndio ilikuwa budget. Unaona wamegawagawa sijui Mwanza nini. Umenielewa? Wale wapelekea hizo. Sijui sasa ndio mimi na wewe hapa sijui. Sijui. Sasa hii tunaongelea hao wa shule. Yes. Lakini baba hapa pale tulikwenda kutoa hela siku zile pale ilikuwa kwenye nyumba ya baba huyu hapa. Aha, kumbe huyu sio kwenye shule. Hapana, mimi ni hoteli. Wewe ni hoteli. Hoteli hiyo hoteli walikuwa wamepanga kwa mwaka mzima. Walipokuwa wamepanga timu. Ndio. Tulikwenda kutoa hela 500,000. Pale nyuma pale. Ndio. Unadai shilingi ngapi? Na milioni 24. Mbona wale kule wanao wamejishika? Yaani waona madeni yao madogo na muone huruma sasa. Milioni 24. Sawa. Sasa keti tu mzee. Tulihitaji leo waje hapa na hawajafika katika muda uliotakiwa. Kama ambavyo mmesikia. Mwalimu naye ni msikilizaji kama sisi, cha kwanza cha pili, lakini yeye pia ni muhanga kama sisi. Sasa naomba niwaombe kesho asubuhi. Hawa watu wakishafika kesho asubuhi. Leo jioni sijui wanakuja sijui hawaji, mimi sijui. Wakija sawa, wasipokuja pia sawa, hakuna shida. Tutajua cha kufanya baada ya kesho kama hawajakuja. Hatuwezi kushindwa cha kufanya. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kesho nina ziara Mbulu. Hili naomba ulisimamie katika mstari huu na kwa toni hii ambayo umeona mimi nimeenda nayo hapa. Kesho asubuhi hawa wananchi watakuja ofisini kwako kati ya saa 3 na saa 4. Hawa wanaoona hapa. Sawa. Utawasubiri wewe ofisini kwako. Kwa hiyo ziara yako za kesho kwanza uzitoe. Kazi yako ya kwanza kesho ni hii hapa ya wananchi kati ya saa 3 na saa 4, watakavyoitana wakifika saa 4 watakuwa wameshafika kwako. Na hao mabosi wakubwa watakuwa wamefika. Wasipofika hakuna shida. Wewe tutamaliza kuchukua rokoo ya hawa wananchi wote na namba zao za simu, halafu tutawaomba waende kutusubiria serikali tufanye kazi. Tukishamaliza kufanya kazi yetu tutawaita waje kwa ajili ya kuwapa majibu ya kazi ya serikali iliyofanyika katika kuhakikisha wanapata haki zao. Kwa mimi naomba niwaombe. Ni ngumu sana kuongea kesi kwa upande mmoja. Upande wa pili hayupo. Unaelekeza nani? Tumewaita mapema. Wamezani ni mzaa. Bado hatuna neno. Wasije wakasema sisi wawekezaji tumesimangwa. Lakini kuna sehemu pakifika kwa kweli kusimangana hakutokosekana kwa utaratibu huu. Kwa mwisho wa siku nyinyi mtakwenda mtasema kwamba serikali imeshindwa kutusaidia siku lipo haki zetu. Lakini pia kwenye hili Kisaka pamoja na katibu tawala, nyinyi mna wataalamu huko pamoja na mkurugenzi, sijui kaimu mkurugenzi wa halmashauri pale, halmashauri ya mji. Ndio wewe mkurugenzi, kaimu mkurugenzi umekuja? No. Kaimu yuko wapi? Kaimu mkurugenzi? Hayupo Haya. Utalibeba hilo. Sawa. Lakini kaimu mkurugenzi pamoja na timu yake, afisa utumishi na hao wanaohusika na masuala ya kazi, wenye kazi yao, tupite tuangalie hali ya utendaji na mikataba ya Fountain Gate inaendaje. Lakini wale watumishi haki zao wanapata. Afisa kazi. Kazi mwenyewe? Nani? Kwa sababu shule kama iko hivi kuna taratibu za kuchukua.
Sasa wewe ndio ukae na afisa kazi wako. Taongea naye Taongea na afisa kazi wako. Muone zile hatua mmechukua. Baada ya hapo nadhani mpaka kesho mchana tutakuwa tumeshapata way forward hawa wananchi wanalipaje pesa zao na wanalipwa lini. Wasikupe story kesho Sawa. Ninachohitaji ni fedha. Wanahela wakatoe fedha benki walipe watu. Wakatoe fedha benki walipe watu. Asikupe mtu yote story. Na natamani kesho ukae pale standby na gari zako ziwe zimekaa pale nje. Na mimi nipo hapa kwa ajili ya kukupa backup. Nadhani tufike tu sehemu sasa tuone. Yeah. Yupi huyu? Sasa kwani kuna mtu anananili? Yaani wewe kesho fanya kazi. Ukiona kuna sehemu panapelea niambie. Hakuna mtu aliyejua sheria kwenye taifa hili. Hakuna aliyejua sheria, lakini wananchi wanatakiwa kulipwa haki zao. Hakuna story hapa. Babangu mimi mwenyewe kishafariki mzee Sendiga. Na hamna mtu yote anamjua na mimi sidhulumu haki ya mtu.